Bwana Yesu asifiwe. Marko 7:21. Hebu msomaji atusomee. Marko 7:21 neno la Mungu linasema, kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Natosha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hayo mambo mengi ambayo ameyataja hapo na anasema yanatoka moyoni, kuna hilo neno kijicho. Hebu sema kijicho. Rudia tena. Rudia tena. Na kichwa cha somo ndio hilo neno kijicho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikushauri jitahidi kuandika kadiri unavyoweza na jitahidi kusikiliza kadiri unavyoweza. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mwenyewe nimeshusha machache huko, na niliyoshusha siwezi kushusha yote. Maana kuna mzigo mpaka kwenye Biblia, kuna mzigo siwezi kusema au usije ukasema ni mengi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. La msingi ni kupata hiyo kanuni au neno kijicho. Bwana Yesu asifiwe. Na sio tu kulipata, ila ni kujua namna ya kulitumia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kujua namna ya kufanyaje, ya kutumia. Sasa ukienda huko duniani wana majina ya kutisha. Ukisikia unasema jicho la tatu walitoa kanuni. Sasa usitaki kwenda na mimi nilisema kijicho, na nilikuwa sina hiyo title ya kijicho, nilikuwa na title ya bango. Wakati nasoma asubuhi ndio nikaambiwa nitokee. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa namna ilivyowekwa hapo, kama ambavyo hayo mambo mengine yamepandwa kwenye moyo, na kijicho inapandwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutaenda taratibu, lakini sio taratibu sana, ili tuweze kusema mengi sana. Twende kwenye kutafuta maana. Hebu sema maana. Bwana Yesu asifiwe. Najua tunafahamu kwenye biology na kwenye maisha ya kawaida, ukiambiwa jicho liko wapi unaonyesha ni hili hapa. Lakini ni hekima na ni busara kwenda kuuliza Biblia jicho ndio nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa twende kwenye ile Mathayo 7. Mathayo 7, maana ya kwanza. Andika kwenye diary yako maana ya kwanza ya neno kijicho. Bwana Yesu asifiwe. Au jicho. Maana ya kwanza. Ziko nyingi na nitatoa zile ambazo nataka usipate kwa ajili ya kuzitumia kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 7:3 unasemaje? Mathayo 7:3 nasema, basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Bwana Yesu asifiwe. Huu ndio mstari tulianza nao Jumapili iliyopita, au ndio ambao nilisalimia kutumia huo. Na nikasema kutoka kwenye huu mstari kuna mambo mawili au kuna vitu viwili vinatajwa viko ndani ya jicho. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza ni kibanzi, na jambo la pili ni boriti. Kibanzi na boriti. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati naeleza nilisema kibanzi maana yake ni particles, ni punje ndogo, ni vumbi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma sayansi, unajua sayansi za particles zimekwenda umbali gani, za chembe zimekwenda umbali gani. Hizo particles au hayo mavumbi au hizo chembe zinabeba vitu mbalimbali. Achana kwenye sayansi, ukienda kwenye sayansi utakuta zinabeba usumaku, zinabeba mwanga, zinabeba vitu vingi. Bwana Yesu asifiwe. Zinabeba energy mbalimbali. Haleluya. Lakini na hivi vibanzi huku kwenye ulimwengu wa roho, na vyenyewe vinabeba vitu mbalimbali. Kinaweza kikabeba uzima, kikabeba mauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda wote. Kwa hiyo ni punje ndogo. Hizi punje zinasafiri kwenye mkondo mmoja, na ule mkondo ndio unaitwa oriti. Tukote. Nikatoa mfano wa tochi, kama unawasha tochi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwasha tochi kuna ule mkondo wa duara, si ndio? Ule mkondo wa duara kutoka kwa ulikowasha tochi mpaka unapofika ndio oriti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ule mwanga unaopita kwenye ule mkondo ndio vibanzi. Haleluya. Ni kitu muhimu sana kwenye maombi, ni kitu muhimu sana kwenye maisha. Huwezi kuelekeza neno popote kama ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu. Imekaa vizuri. Na wakati natoa mfano nilikuuliza unamfahamu Maboya? Nyosha mkono turudie, unamfahamu mzee Maboya? Ukiulizwa tu Maboya jina lake likija kuna picha imekuja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tayari umeelekeza boriti kwa mzee Maboya. Bwana Yesu asifiwe. Imekaa vizuri. Okay, unamfahamu rais wa nchi? Picha imekuja. Umehamisha boriti kutoka kwa Maboya, umepeleka kwa rais wa nchi. Sasa sikiliza. Tukienda huko mbele, boriti la watu wote hapa kutoka kwenye kanisa hili kwenda sehemu lina jina lake. Ukisikia malaika wa kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Imekaa vizuri. Sasa hapo tumetolea mfano wa mwanga. Haleluya. Lakini tukienda kwenye Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 14. Ufunuo 1:14. Haleluya. Anasema kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe, kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto. Umeona? Macho yake ni wingi, ni zaidi ya jicho moja, lakini mwali wa moto ni singi. Kwa hiyo tegemea aseme miali ya moto, amesema mwali. Simeandikwa mwali, ndio? Kwa hiyo ni moja. Maana kutoka kwenye idadi ya macho aliyokuwa nayo, na ukisoma vizuri hiyo sura, anasema mtu mfano wa mwanadamu. Kwa hiyo angalau ana macho mawili kutoka mwili, si ndio? Kwa yale macho mawili yakazalisha mwali wa moto mmoja ambao ndio unaoita boriti la moto. Imekaa vizuri. Sasa hapo vibanzi vyake ni moto. Na ukitazama ile boriti ni moto, sio mwanga. Ni moto. Kwa hivyo ukigusa unaungua. Iko vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ezekiel 20:40. Hiyo ni maana ya kwanza ya boriti au ya jicho, kama vibanzi na boriti. Na ndio maana muhimu sana kwenye maombi ambayo inabidi tuishike vizuri. Bwana Yesu asifiwe. 46 inasemaje? Ezekiel 20:46. Soma. Mwanadamu, uelekeze uso wako kusini. Tulia. Mwanadamu, uelekeze uso wako kusini. Nasikiliza. Ametaja uso. Kwenye uso kuna vitu vingi. Kimoja wapo ni boriti. Na ndio maana wakina Daniel walilazimika kupigwa shule miaka 3. Ni bachelor kabisa hiyo, ili aweze kusimama mbele ya uso wa mfalme. Maana ukicheza na chochote katika vipengele vya kwenye uso wa mfalme ibabele. Mmoja wapo ni boriti. Kama boriti la mfalme ni moto, alafu hujui, huna hekima ya kukaa mbele yake, utaunguzwa bila tatu. Kwa walihitaji bachelor degree, maana miaka 3 ni degree. Ili tu aweze kusimama mbele ya mfalme azungumze naye.
miaka mitatu apigwa shule asubuhi mpaka jioni, apambane na boriti. So jamaa aliambiwa elekeza uso. Sasa hiyo sio component ndogo, sio masuala ya kugeuka, lakini kilichopo pale ilikuwa namba moja ni boriti. Halafu angalia kinachofaa, ukadondoze neno. Maana lile boriti ni mkondo wa kupitisha neno lako litoke mahali lipo likatue kwenye specific location ambayo umepewa, ambayo anasema ni upande wa kusini. Bwana Yesu asifiwe. Bila boriti halifiki neno. Unaweza kuwa unapiga kelele na neno linaishia hapa hapa, hamna yanakoelekea, hauna boriti, hamna boriti. Hata sisi tukija kutaka kuliombea nini? Wanasema kiuno, nachukua boriti, napeleka kwenye kiuno. Alafu nachukua vibanzi, napeleka kwenye kiuno. Umepata hiyo? Hebu punga mkono kama kusinzia. Hallelujah. Ukiwa unataka kumwombea mtu, lazima una direct boriti kwanza, halafu unadondoza neno. Kwenye Injili ya Yohana anasema neno ni nuru. Sio? Kwa hiyo yale maneno unayopeleka ni vibanzi vya nuru. Kwa ile boriti unayopeleka pale ni nuru inaenda kutoka. Iko vizuri? Kwa sio neno tu. Kimsingi hilo ni boriti la mwanga ambalo linaelekeza kusini halafu mwanji. Hallelujah. Hallelujah. Mambo mzuri, maana ya kwanza. Maana ya kwanza. Nadhani inatosha. Tunaweza tukaweka mengi, lakini ndio mtakatifu andika. Una Biblia ya Good News katika Kiingereza. Wimbo ulio bora moja sura ya kwanza mstari wa 15. Hapa hii ndio maana nzito tunayotaka ieleweke, ili zingine tuweza kuongezea unapofanya marekebisho. Wimbo ulio bora sura ya kwanza mstari wa 15. Hallelujah, hallelujah. Bado maana ya kwanza ya vibanzi ambao vinatengeneza mkono. Mbona sana? 15. Hilo neno macho yako. Hebu tafuta ya Kiingereza, maana ya Kiingereza. Hiyo macho yako. Mbona ya pili hiyo NIV, New International Version. Anasema how beautiful you are my darling. Mbona umesogeza dada? Oh, how beautiful. Anasema your eyes are doves. Sasa mwingine anasema your eyes ni beam of love. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu. Your eyes are doves. Hata na hiyo doves anasema kama macho yako ni njiwa, lakini tafsiri nyingine inasema macho yako ni mkondo wa upendo. Mbele kusema na hayo macho yanatoka kwa mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nataka kuambia kwamba kwenye hilo boriti kuna vibanzi ambavyo ni hisia, na hisia moja wapo ni love. Kwa hiyo chuki inaweza kupita pale. Masikitiko, maombolezo yanaweza kupita pale. Hallelujah. 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 Okay, niweke nyingine. Niweke maana nyingine. Hiyo nadhani imetosha, si ndio? Kwamba ni mkono ambao unapitisha particles za kihisia, za neno, za uzima, za nuru, na unaipataje? Vile ukielekeza tu wazo lako sehemu, tayari boriti iko pale. Yale maneno unayopeleka ndio vibanzi. Na kwenye hiyo Mathayo kutoka 7 anaposema kwa nini unatazama kakibanzi tu kwenye jicho au kwenye boriti la mwenzio? Kwa katika maneno mengi ndani ya lile boriti lake amekosea neno moja, ila maneno mengine yote yamepatia. Ila wewe boriti zima ni matakataka.
Ndio Mathayo 7:9. Tuko. Yaani ukielekeza politi utalaumu asubuhi mpaka jioni. Mwenzio akielekeza politi analaumu saa 1 mpaka saa 2. Saa 3 mpaka jioni anabariki. Nani bora? Hallelujah. Imekaa vizuri. Haya, twende maana ya pili. Andika maana ya pili. Maana ya pili. Hebu nenda kwenye Mathayo 6 mstari wa 22 na 23. Mathayo 6 22 na 23. Mungu nisaidie nikimbie. Nikimaliza tu hizi maana nipige mifano haraka halafu. Mathayo 6 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, taa ya mwili ni jicho. Inatosha. Umeona kitu sasa hiyo usoma kuanzia hivi unarudi nyuma, maana yake jicho ni taa. Imekaa vizuri. Taa ya mwili ni jicho, maana yake jicho ni taa kabla ya kujua ni taa ya gari au taa ya nyuma. Hapo amesema ni taa ya mwili. Tuko hapo anasema ukichafua mwili wote ovyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana ya pili anakuambia jicho ni taa, na hapa anasema ni taa ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Disi. Sasa sikiliza. Taa huwa haimuliki. Inamulika. Tuko. Nasema hivi, taa kama hivi yenyewe ndio inatoa mwanga, haipewi mwanga. Lakini jicho tulilonao sisi kisayansi, kusema kisayansi, picha yote tunayoiona hapa ni mwanga wa jua ndio unabeba picha hii speaker hapa na kukuletea kwenye macho yako. Hebu leo soma sayansi wa Mungu. Iko hivyo. Yaani ukizima jua huoni speaker imeenda, hakuna mwanga wa kuibeba hivi na kuileta. Tuko. Aliposema taa ya mwili ni jicho, marake wewe ndio unatakiwa kumulika. Take pictures from you and send them where you are. Iko vizuri. Unatakiwa wewe sasa ndio utoe picha ndani yako. Utoe mwanga ndani yako. Halafu upeleke kule ambapo unataka uende. Kama kuna ugomvi sasa, usiangalie ule ugomvi ukachukua masikitiko, vibanzi vya ugomvi ukaleta kwa you are not a taa. Unakuwa sio taa. Unataka nini kwenye ule ugomvi? Unachukua upatanisho halafu unapenda. Imekaa vizuri. Ndipo linafanya kazi ndicho. Bwana Yesu asifiwe. Twende maana nyingine. Ya pili tayari ndio. Ya tatu, maana ya kutosha. Hebu ndio mwanzo kabla sijakwambia maana. Mwanzo 29 mstari wa 17. Utacheka mwenyewe. Mwanzo 29 mstari wa 17. Cheki, kuna maana nyingine. Anasema naye Lea macho yake yalikuwa dhaifu, lakini Raheli alikuwa mzuri wa umbo na mzuri wa uso. Very unfair. Wewe unaonyesha watu namna hiyo. Angesema na macho yake yalikuwa madogo au makubwa. Unachukuaje macho wako kuja kufananisha na umbo? Hii ndio maana yake. Umbo ni jicho. Imeingia. Hii ni Biblia, unataka utulie wewe. Haiwezi kukosea kama sisi tunajua, haiwezi kukosea. Aliposema macho kule, alafu akaja akasema umbo, alikuambia kwamba umbo lolote ni jicho. Sikiliza nikwambie. Umeshakuingia kwenye mazingira ambayo hujawahi kuingia. Ukifika kwanza utashangaa picha, maana picha yale mazingira imeletwa. Wataalamu wa landscape wanasemaga eye of a landscape. Kama hujawahi kuingia kwa mazao, ukiingia mle ndani, ile picha ya chumba ni jicho. Hallelujah.
Ufunuo 5:6. Neno la Mungu linasema, nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wanne, na katikati ya wale wazee, mwana-kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7. Pembe 7, macho 7. Alafu nasemaje? Ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Zengi anasema tasa. Tasikiliza. Yale maneno ni sawa sawa. Aliyesema zile pembe 7 ni sawa sawa na macho 7. Ni sawa sawa na roho 7. Ni sawa sawa na taa 7. Yale ni macho. Kwa hiyo hilo boliti linaweza likatumiwa kama pembe. Hilo boliti linaweza likatumiwa kama roho. Imekaa vizuri. Ukisikia ameinua pembe yake, toa definition. Hallelujah. Imekaa vizuri. Ukisikia inua pembe, unajaribu kuambia hilo boliti lako kuna namna unaweza ukaliconvert likawa pembe ya nyati, alafu ukasukuma mataifa kuelekea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalau hapo una upana. Ukiulizwa jicho sasa unaweza kusema okay, kuna kitu ninacho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ninacho. Na hakuna namna unaweza ukapeleka mabadiliko sehemu yoyote kama hauko direct. Sehemu nyingine huko wanaitaka maombi ya mshale. Kama nisikia maombi ya mshale, wanatumia hivyo. Ndani ya hiyo boliti unaweza ukapitisha silaha. Mungu kwa nini? Mbona upinde wa Mungu? Kiuhalisia, kimwili ni mawingu mtu amepaka lana. Alafu Mungu anakuambia upinde. Wewe ni nani mbishi? Kwa Mungu iko na construction material. Upinde ile si mawingu tu. Kwa hiyo ukitumia rangi zile ukachora upanga, unakuwa upanga. Imekaa vizuri na inapita kwa utaratibu huu. Kwa unaweza kujua sio cha kispoti. Hallelujah. Okay. Sasa ukisikia unasema mkesha, kuna mambo yake na formula yake iko hapa. Ndio maana Yesu anasema mweza kukesha pamoja na mimi angalau saa moja ni kipimo cha wingi wa vibanzi vya kuweza kumaliza giza lolote. Na wakisema giza ni hisia zilizo kinyume na upendo wa Yesu Kristo. Nimeelewa? Ndio nimechanganya na kigogo kidogo. Nasema hivi, wakisema kukesha, kama ulikuwa una huzuni, sio swala la masaa 12 au masaa 5. Kama hujamaliza hiyo huzuni, hata kama ni wiki, wewe bado kwenye mkesha. Ukiweza kumaliza huzuni ndani ya saa moja, umekesha. Ni muda ambao kiroho wamepima kwa ukiweka concentration vizuri ya vibanzi, unamaliza giza la namna yoyote. Ndio maana kwa tilo mkesha wa Yesu kama utaelewa. Anasema uweza kukesha kama yeye kesha maliza kile unajamaliza hata kukesha. Sasa unajamaliza unafanyaje mzee huko? Umeelewa? Ukimfuatilia Yakobo wakati anarudi kuja kwa baba na kisojo kuondoka vizuri kwa blaza wake, kuna vitu alibibi. Wakati anarudi akatanguliza wale wajumbe, na unataka kujua wale wajumbe sio wanadamu, ni speed yao, kwa sababu walienda faster na kurudi wakamletea habari ya zile jamaa kuja na watu 400. Sasa walikuwa na speed gani? Kwa hiyo hapo hebu sema boliti. Rudia tena. Walipomwambia kuja na watu 400, jamaa pale akashikwa na hofu. Kutoka pale lile giza haliishi mpaka anakuja kupambana na malaika wanapewa jina la Israeli. Alianza kupiga maombi. Mungu wewe umeniambia. Akaja akakata zawadi akazitanguliza. Hapo baadaye ndio anakuja na pambana
kubadilishiwa. Ukikuta kwenye Hosea 12 ule mstari wa 2 na 3, jamaa alikuwa analia, alikuwa anamboliti Mungu, akavuka kesho. Imekaa vizuri, imekaa vizuri, imekaa vizuri. Haleluya! Kwa hiyo unaelekeza boliti kwenye hiyo hisia ile ya kusumbua, unaanza kufafanusha neno, kwa sababu ukifafanusha neno unatia nuru. Unaeleza sababu za kimaandiko kwa nini hiyo hisia haitakiwi kuwepo hapo, sababu za kimaandiko kwa nini huo ugomvi hautakiwi kuwepo hapo. Ukikata saa moja lazima ugomvi uishi, lazima huzuni uondoke, vinginevyo hujakesha au hujapeleka kule. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, haya mambo leo kwambia sio vio. Kuna kipindi ni bwana kuja hapa kana mzee, unamwambia sasa hivi bwana koma. Ngoja nikamwambia wanakasirika. Akaniambia kila hizo sasa kijana wangu kasirika, sio unarudishwa nyuma. Nikaacha neno lake lilipoendelea. Nikaendelea kwa kuleta sababu ukasirika. Kila ukikasirika iko nenda hiyo. Ni paka nikuja kuelewa hiyo statement. Hakuna kipindi inafika ukijaribu kudistort neno, wewe mwenyewe unabomoka. Kwa sababu gani? Mtu ni neno. Ukijaribu kupingana na neno hata hatua haitoki. Mind ina sisi. Kwa nini urudi kwenye mstari? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tukimbie faster tupige angalau mifano miwili. Okay, muda umeisha. Sijui ni Mungu nipe miwili vizuri. 15. Okay. Twende kwenye sura ya Kijiti, kusema sura ya Kijiti. Kutoka 3. Kutoka 3 anzia mstari wa kwanza. Sura ya Kijiti. Wewe kuonyesha hiyo, alafu tukitokea hapo nadhani tutakaa vizuri. Ziko mifano mingi, lakini naamini hayo niliyoyaweka yako vizuri. Riba tasa. Umefika hapo? Hebu anza kusoma hiyo. Kutoka 3 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, basi huyo Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midian. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu, hata Horeb. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu ya kijiti hiki hakiteketei. Inatosha kwanza. Hebu rudi na mstari wa 2. Rudi mstari wa 2. Ni muhimu tuione hiyo, kwa sababu ukiona hiyo mifano mingine yote tena inakuwa mteremko. Malaika wa Bwana akamtokea. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Namba 1 kwa mujibu wa Waebrania 1 mstari wa 7 wakisema malaika ni moto. Tuko ni mwali wa moto. Anasema akamtokea, akaelekea katika mwali wa moto uliotoka kati ya kijiti. Kwa hiyo kijiti kilimboliti Musa. Iko vizuri? Na lile boliti la kijiti lilimpitisha malaika. Kana na Bwana. Imekaa vizuri. Angalia. Alafu anasema akatazama. Sasa kama zile speaker pale ndio kicha, ndio kijiti. Mwali umetoka pale ukanijia, halafu nikautazama. Sio? Kwa hiyo ukifika pale tayari Musa macho yake ya mwilini yanatazama kichaka na yamekutana na hiyo boliti malaika. Sio? Okay? Endelea. Mstari wake unasema, ngoja
Endelea watatu. Mstari wa 3 unasema, Musa akasema, nitageuka sasa. Unaona kitu? Kule alikuwa anatazama. Kama alikuwa anatazama, he was right facing the situation. Ndio. Sasa anataka kugeuka hivi, anataka kugeuka hivi, anataka kugeuka hivi. Anataka kugeukia wapi ili aone kwa kutumia nini? Tuko wote. Imekaa vizuri. Anasema nitageuka sasa ili nione. Kwa hiyo alichokuwa anakiona mara ya kwanza alikuwa haoni. That's what he said. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nione maono haya makubwa na sababu kijiti hiki hakigeuka. Sikiliza. Aliposema nitageuka, anasema I'm going to bolt you back. Umeelewa? Kitu ambacho utakuwa uone. Haya macho yana uwezo wa kupokea na yana uwezo wa kutoa. Kuna mambo unatakiwa uruhusu yaingie. Kuna mengine hutakiwi kuruhusu yaingie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, umeshaingia kwenye mazingira yanaitwa baa. Sio umeingia. Unayajua? Sikiliza, ukienda pale unakuta kwanza kuna sedele, kuna boliti la nyimbo linalenga masikio, halafu unakuta kuna jiko, kuna nyama choma, kuna boliti linalenga ulimi, halafu unakuta kuna watu wamevaa nguo za wadogo zao, kuna boliti linalenga macho, halafu unakuta kwenye ile aliso umeweka vitu vyao, kuna boliti linalenga miguu. Halafu uingie pale kispoti toe viungo vyako vya ufahamu yote vinapokea. You never get out kwenye vile sikia. Na kama hujui usiende, na usio kama mtu amekaa kazani mnafanana. No, kuna wengine sense organs zao zinashambulia. Iko vizuri. Ndio maana Masao anaweka mkono pepo linatoka. Wewe unaweka mkono pepo linaingia. Hallelujah. 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 Ni utaratibu wa politi. Sasa huyo jamaa alipotandikwa politi na kijiti, akasema usimtandike na mimi na politi. Ndio maana alipogeuka akamboliti Mungu. Na alipomboliti Mungu, hebu endelea kidogo. Maana alirudisha boliti kwa boliti. Ndio definition ya Musa aliongea na Mungu uso kwa uso. Musa akasema, nitageuka sasa nione maono haya makubwa na sababu kijiti hiki hakiteketei. Endelea. Angalia. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazama, Mungu akamwita. Kwa hiyo toka kwenye boliti la kwanza la Mungu akapeleka kibanzi cha kwanza. Musa. Afu Musa wakati anajibu akasema, "Here I am." Alipita kwenye boliti lake akaenda rudi nyuma. Hapo sasa kafuria kuja. Hallelujah. Imekaa vizuri. Alipomwita Musa kaenda akasema, "Mimi hapa." Yeye anasema mimi hapa. Sio alikuwa anatika akiwa pale pale. Alipita kwenye boliti lake alilogeuzia Mungu mara ya kwanza. Halafu akaenda kwa Mungu, akakanyaga ile Mungu alipomwambia, "Wapunde kustendia. Go back. Remove your shoes." Kwa hiyo ile ilikuwa ni boliti kwa boliti. Wanaongea na Mungu wafanye uso kwa uso. Wafalme wa pili. Sura ya 14 anzia mstari wa 8. Nadhani tutaishia hiyo. Wafalme wa Wese itakuwa jingi, ndio unakaa malaba. Ndipo Amazia akatuma wajumbe kwa Yoashi mwana wa Yoashi mwana wa Yehu mfalme wa Israeli akisema, "Njoo, angalia, tutazamane uso kwa uso." Sio sababu kupiga story. Ilikuwa ni ngumu. Endelea kufuata. Mstari wa 9. Naye Yoashi mfalme wa Israeli akatuma kwa Amazia mfalme wa Yuda akisema, "Mbaruti
umepiga Edom na moyo wako umekutukuza. Ujisifu basi, ukae nyumbani mwako. Mbona umetaka kujitia bure katika madhara, hata uanguke, wewe na Yuda pamoja nawe? Lakini Amazia hakutaka kusikia. Basi Yehoash mfalme wa Israeli akakwea, wakatazamana uso kwa uso. Wakatazamana uso kwa uso. Mstari unaofuata, Yuda akashindwa mbele ya Israeli. Mtazamano gani na Mungu? Ndio kwa washindi. Kwa walikuwa watazamani friendly, ilikuwa ni ngumu. Ndio maana mzee anasema Yuda akashindwa mbele. Walikuwa wanatazamana na pigana. Haleluya. Haleluya. Tasikiliza, pona yako ni angalau kujua kupeleka boriti. Na kuna mtu aliye katika Kristo Yesu anayejua kutumia boriti vizuri. Hizi vita vya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuna changamoto kidogo katika mwili wa Kristo kwenye hili eneo. Kwa mfano, ukiuliza wengi hapo umeshakumwona Yesu kwenye Biblia, achana kutokea. Naambia hamna, hayupo. Hiyo ni shida. Huwezi kumwita mtu ambaye mfano. Huwezi kumwita mtu ambaye mfano. Nimwambia niitie blood. Wataka kumwita wale mfano binti yako. Kama mfano ndo nani wewe? Vivyo hivyo huwezi kumwita Yesu mfano. Uhitaji wa jina la Yesu tunamwita kwa utaratibu. Tuko ni lazima upeleke point Yesu. Kuna jambo nataka nisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Halafu ni kwa nako. Sasa hiyo muda tunao hautoshi kufikisha kupoteza baraka kuelewesha. Lakini kanuni iliyo rahisi. Wakati Sulemani alimaliza kujenga ile hekalu, kuna maombi alipiga. Na katika maneno mengi aliyosema alikuwa anazungumza wakielekeza uso, wakielekeza uso, wakielekeza uso, wakielekeza uso. Tuko. Basi ulijui umbo la Yesu, huwezi kumboriti. Angalau kanisani unafika. Sikila mtu anajua madhabahu mekani. Haleluya. Sikiliza, ukiwa Dodoma, hii picha si unayo? Sasa ukiwa kule mambo ni gumu. Elekeza boriti. Alafu leta. Ule unakuwa ni mkondo, utachota mzigo hapa na kupitia kwenye lile boriti, utakuletea pale ulipo. Unaelewa nachosema? Sikiliza, kuna maeneo kwenye vita usijifanye wegambe, unasema unataka madhabahu. Hauwezi kuleta madhabahu, wewe unaleta maneno tu. Leta madhabahu, usitamishi. Ndio maana ile madhabahu ya Musa ilikuwa na miti ya kubebea, maana ni mufa. Kwa hiyo hii inabebea. Inafanyaje? Wewe ndio unaona matofali. Lakini boriti na vibanzi vilivyojengwa hii ni mpaka kwa kioo ndio utaona. Haleluya. Kuna kuta za madhabahu, kuna pembe za madhabahu, kuna msingi wa madhabahu, kuna wafu wa madhabahu, kuna moto wa madhabahu, kuna sadaka, kuna roho za watu ambao wanasali ile. Ukitaka kutesti kama kuna mtu haji kanisani na alikuwa anakuja hapa anatoa sadaka, wewe vizia watu waje kuchona. Sasa sisi mwana wa kanisa Jumapili ya kuchona. Anakuja. Usitishi. Na usikazali kuhama kanisa ni rahisi tu, mimi kuanzia leo siende kusali. No, unajua kuitoa roho. Ndio hapo na kupeleka roho yako. Serious, hata mchezo wa masuala ya kiroho. Kwa nifanye watu tekeni kuna vilizo vyako vya duniani hapa, wakati mzigo umeacha hapo unasema nimetoka hapa hivi nimesha hapa. Are you sure? You can be summoned here within hours. Na unatia timu. Umesikia nichosema? Haina cha masuala ya mtu anacheo hana akitaka na kuita utakuja. Vipi nimesikia kusalimia. Vipi kwa nini nani kuja?
neema, ninaomba toba kwa kila boriti niliyojielekeza sehemu sio sahihi. Mungu nirehemu katika damu ya Yesu. Omba. Wengine boriti watoto, umemboriti mumeo vibaya. Kumbuka hiyo boriti hairuhusu kupeleka mambo mabaya. Ndio maana Biblia ya Kiingereza inasema evil eye. Maana kumepeleka maneno ya lawama, kumepeleka maneno ya kutukana, kumepeleka maneno mabaya. Mungu ukiwa unamtazama ndugu yako wa karibu ambaye ni kama kiungo cha mwili wako, na kwa sababu hiyo unakuta unahaika mwili wako mwenyewe. Mungu utusamehe. Tumeshambuliana sisi kwa sisi, tumepelekeana vibanzi vya giza, tumepofusha macho yetu Mungu bila ufahamu. Uturehemu katika damu ya mwanao Yesu Kristo. Tunatangua, tunabatilisha, tunadistort kila boriti tunayoelekeza kwa wapendwa wetu. Tunahai kutenda kazi wa hayo maboriti ya kishetani kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunayatoa kwenye mioyo ya wapendwa wetu, kwenye roho zao, kwenye nafsi zao, kwenye ndoa zao, kwenye biashara. Tunaondoa vibanzi vya kuharibu, hivyo vibanzi vya kubomoa, tunavifuta kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Vivyo hivyo Mungu, kila aina ya wingu la moto boriti ya kigeni lililozunguka moyo wangu, ninalisambaratisha kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Hiyo huzuni, huo uchungu uliotoka kwenye maboriti ya adui zangu, ninauondoa kwa damu ya Yesu Kristo. Juu ya kichwa changu ninaondoa damu za ubaya, ninaondoa maneno ya kunikwamisha, maneno ya kuharibu afya yangu, maneno ya kuharibu ndoa yangu, maneno ya kuharibu kazi zangu. Ninayafuta yatoke kwenye hilo boriti. Ninaondoa kila aina ya vumbi mbaya, kila aina ya giza kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Tazama jicho langu e Bwana, tazama mboni ya jicho langu, tazama vibanzi vya jicho langu, tazama boriti ya jicho langu, tazama hayo macho, tazama hayo machozi, tazama hivi vitu ulivyoweka katika jicho langu kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wako, kwa damu yako takatifu. Safisha jicho, safisha jicho, safisha jicho. Baba, tunasema asante kwa ajili ya wakati na majira. Hebu mwambie Mungu asante tu kwa ajili ya neno